Hata kukuja hapa unakaa hapa unategea tu kama getutura. Unakaa tu unategea. Wewe ya. Unasikia ni watu nafugua. Unasikia nafugua kina Selina, ninafugua kina Priscilla, ninafugua kina nani, akina Wagari, nafugua kina nani, akina meta watia. Ni game adikeli dikanode. Na unang'ang'ana kukuja, ndio ujolie deke kila tomaje hore asio. Sasa wewe ndio utakuwa, what will you? Wewe ndio mkubwa kuliko hao. Hao hata wamezaa na mimi. Tuko na damu moja. Na wewe hata wote tamayo ngoja tulela wako hika. Kwao. Ndio wewe modhuri wa miaka 40 vota kuthina igore. Ai miaka yote ikale tatale mutumia. Wewe wote kama mutumia. Wewe urejiro kwa lereko. Sasa kimuzee kama gigi unaenda kujira miaka yote tena na mutumia dagete. Bibi sasa hiyo nakuja ukira gonie niguo wendaga ngonyite. Ikiria guoko ha. Sasa angalia mama kama huyo mwenye amezeeka na mimi mwenye nimezeeka. Hadi sasa tumepata. Na sijiulisi kwa kimya yothe ri waregirwo ni athu ni arumeniki na nie miaka yothe ri ndagetwo ni akaniki. Simple calculation. Simple. Wacha kujiekelea kitu ambayo wewe mwenyewe watu wengine wao wote unafikiria wewe ndio umekuwa na macho peke yako ya kuniona. Wewe tu ndio uko na macho, wengine wote walikuwa vitumumu. Sasa wewe ndio getumumu, wewe ndio umeniona. Na mimi wanaume wote walikuwa kuoni, mimi ndio nimekuona leo. Na hata unakuta najifanya hivi. Kana tibu wado ito. Ucoke ruoke, uthondeke ruwenu ya mutumia mwega ukira acio. Wenda gutiarika magi, gutiarika mundu kega raini neyo. Ati ukeri wikire hau ati my husband, the father of my children. Kwani wengine nilikuwa father of Matonyausi. Judgment ni ile makosa tulifanya, alafu Mungu akatoa judgment of our lives. When a judgment has been released, kama judgment, hukumu ilitolewa, hata utubu, hata ufanya nini? Kama Mungu alisema ni miaka 7, lazima utoboe miaka 7. Hata utubu. Hiyo ndio ubaya ya judgment. Bwana Yesu asifiwe sana. Judgment lazima itoboe siku zake. So umekuja hapa, umeombewa, umeekelewa mkono, umeekelewa mguu, umeekelewa kichwa na magunia zote, na umepatiwa hadi maji na mafuta. Lakini kama you are going through a judgment, either ni kupitia kwa mama yako, kupitia kwa baba yako, ama kupitia kwa mtu yoyote wa familia aliyechangia wewe kubebeshwa hiyo judgment, ama kupitia kwako wewe mwenyewe kubeba judgment, ile siku Mungu alisema utateseka hata urepent, lazima utoboe siku hizo. Na unaweza kuwa judgment yako ilikuwa ukufe, Mungu atawacha utubu. Kama alisema in 10 years you are going to die, kwa sababu ya the past sins, utasukuma mpaka 10 years zitaisha, hautakufa. Utajaribu kujiua, hautakufa. Utajaribu kufanya jambo lote, hautawezekana. Na ikifika siku yako ya kuondoka, hata uzuie na nini, lazima utende, because it is a judgment. Hello. It is what? It is a judgment. And a judgment comes from heaven. It is a verdict. Hello. Sijui kama mnanielewa. So ukiona nina struggle, kama mimi nilijua ile struggle nilikuwa nayo, nilipigana, maisha yangu yalikuwa magumu sana. Ni struggle ambao nilifanya kwa sababu ya upuzi wangu. I cannot blame anybody. I cannot blame anybody.
Wakati niliodeiniwa tukiwa na mke wangu, my ex, tuliwachana na nikamwambia aende nzuri. Najua nyinyi hamwezi taka kuonana na ex wako, maana ex wako ni adui. You don't make that person adui. Mpende kwa wakati wake. Wakati alikudhibiti, alikuwa msaada kwako na alikuwa baraka kwako. Sasa ameondoka, usiende kumtusi, muombe. Si uliona tukiombea Selina? Tukamuombea apate nafuu, Mungu amsaidie, abariki. Na kama kuna kitu nilikuwa nacho ambayo ingekuwa kama inamfunga, nilisimama hapa nikamfungua, asiwe anateseka kwa sababu ya neno moja yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana boyfriend yako ule alikuwa na wewe kwa sababu ya zile mahasira, anahangaika kwa sababu ya neno lisema we nawe. Imetosha kufunga mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imetosha. Ugakuwa tagui. Imetosha hiyo kufunga mtu. We koma shaitani yo mumarayo yo ushamfunga. Mfungue. Just mfungue tu. Hivyo uliona wakati ule wa Saimokei niliita ma ex wangu wote, maana walikuwa wengi. Mimi hakuna mtu anaweza kunishinda hapa na ma ex. Walikuwa wengi, nikawaita wote. Wakanipigia, tukaongea kwa simu, tukafunguana, nikamwambia nimekubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefanya nini? Nimekubariki. Ndio unajua naweza kuzeeka. Na yeye akuwe Yesu amezeeka lakini ako na tuma vitu. Na akuwe ni yeye tu naweza kukibiria. Ukienda sasa kukibiria unaweza kumkumbusha na kumwambia ni uramenya. Mimi nitazeeka mpaka meno ing'oke. Ni uramenya. Oya waje kile. Na is this the only person ambaye anaweza kukusaidia then? And even in any case, kama hata kusaidia ama atakusaidia, continue being a blessing to them that were in your life. Be a blessing to them. At that time you enjoyed. So you enjoyed. So you had that man. Muka enjoyani. So you dekada siku ulikuwa unamuita honey, baby. Bado lijiandika. It is still written in the books of heaven. Honey is there. Ile ulimuita hiyo siku. Teko dorauru. Tiri ugwaji yako. Hiyo jina hani bado iko, imeandikwa. Kukitolewa vitabu utaangaliwa, kuna siku ulimuita hani. Kuna siku ulimuita baby. Kuna siku ulimuita bujubuju. Kuna siku ulimuita keheheji kia goro yako. Kana tiguo? Kana wewe ndwari mundu wetaka keheheji kia goro? Kana wagetaga githeremende? Ohoro ukenagia nginya akuru. So na sikufungui ndio nipate faida kwangu ama ni turudianwe, na kufungua ndio nikuachilie baraka. Maana kuna maneno wakati tunafanya hiyo maneno, kuna maneno tunatoanga bila wewe kujua. Baby, will you leave me? You are mine forever. Na ukiuliza maneno ulikuwa unatoa wapi? Unakuwa haujui. Unasema, did I say this? No, because ulikuwa mgoroki saa hiyo. Na mgoroki hiyo ilifanya utoe maneno. Hiyo maneno ndio nataka ikufugue. Sikusamehei tu ama sikuachilii turudianwe. No. Naiwa. Ndugathi kumurekera ati nigetha ati uri ruri kumurekera ajie maundu maria make. Ajie kunjira ni arenda gucoka. Kumurekera ri gucoka guthia ati ri ni kumwika ati acha. Murekere no mwire ati I'm not doing this because of anything. I'm doing this because I want to meet you in a hotel and I buy you a cup of tea. I want to meet you in a bus and I pay for your ticket. I want to meet you in a foreign country and I stand with you when you are down and you always stand with me when I'm down.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa na wedding nitakuiza kama sasa tunatayarisha wedding. Kama mimi ningejua issues singejiweka kwenye maneno, nilijiweka. Kama ningejua problems za watu, familia zao, singejiweka, lakini nilikibiria na nikaigiriria maisha na nikaanza, kwa sababu niliona tall, dark and the beautiful, na nikachukua na nikapeleka nyumbani na nikaambia baba yangu, huyu ndio nimependa. Lakini baba yangu aliniambia mimi sikufanya nini? Mimi sikuenda kwa baba yangu ati huyu ndio nimechukua. Hapana, nilifahamisha baba yangu msichana wa fulani ninamtaka. Naye baba yake akaenda wakiwa na wazee kwenda kufanya utafiti, kuunderstand kama hiyo muherega kama tunaoanaga. Nyinyi mliokoka waokofu, nyinyi kaeni mkisema hakuna muherega. Muherega iko. Ati mliokoka maundu macio ne matene, maundu macio ne magoma. We ni we ngoma. Wetagwo atia? Jokini rĩtwa rĩa Gĩthũngũ. Ti mũtugo wa Mũgĩkũyũ. Alafu hiyo ujinga mnatoa wapi? Wewe mwenyewe umeitwa jina la kitamaduni, lakini kwa sababu sasa uliokoka unasema hiyo ni ngoma. Si wewe basi, wewe ndio ngoma. Wewe unaitwa nani? Wajiko. Na wewe? Hiyo ni jina ya Kiokoko. Hiyo ni jina ya Kiokoko. Wewe mwenyewe unasema mambo ya zamani ni shetani, na wewe mwenyewe unaitwa hiyo mambo ya shetani. So who is the devil? You are the devil. Wewe ni shetani. Kana ni atia? Wetagwo atia wewe? Ikarathi. Rĩa Gĩkũyũ. Wambũgũ, tondu wari mundu mugo. Na hii majina iko na maneno. Hii majina iko na meaning. Ukisikia mtu anaitwa Wambũgũ, ni muganga, ni Mbũgũyũ, ni mundu wa. Nataka muelewe, Ukristo si ujinga. Ukristo ni upatanisho wako na Mungu, a relationship with God. Jesus said, si kuja kumaliza ama kubadilisha sheria za Musa. Nilikuja kusifanya nini? Kusiweka nguvu. Ndio mnaonaga nikiongea baya. Na mvumilie tu niongee baya mpaka akili zirudi timamu. Mvumilie tu. Kama utaendelea kukaa chini yangu, jeterera tu, etikera tutwarie. Nikugoese vibaya, ukasirike, ukusikie vizuri, lakini nikwambie nikuweke dosi. Hiyo dosi iende kalipukie. Sikapusu sina mezago inaenda kulipukia kwa tumbo. Wacha nikuweke dosi ulipukie kwa tumbo. Sasa kama Yesu alikukufia na akamaliza hizo vitu zote, alisahau na jina lako? Na mbona unaitwa hiyo jina unaitwa? Wetagwo rĩtwa rĩu nĩkĩ? Rĩa ngoma. Wetagwo etekerie rĩtwa rĩa ngoma nĩkĩ? Nũ akũrathimire? Nũ arĩrathimire? Ũgĩtiga ukiuma kwa ngoma, rĩkĩrutwo kwa ngoma. Yaregire gũcenjio nĩkĩ na twabatithio nĩ tũheagwo rĩtwa rĩerũ? Wakati ulibatizwa ulipatiwa jina mpya? Mbona hukubadilisha hii? Uliwacha ikabaki tu hapo. Nakuuliza, wakati ulibatizwa unaitwa nani ya kubatizwa? Rose. Wakati wa kubatizwa mbona koki haikutolewa? Juu sasa umekuwa mpya, umekuwa kitu kipya, biguni umeandikwa mpya, mbona haukuregister a new citizen of the world? Kwa nini haingewezekana umeokoka? Na Yesu alikukufia na akachukua yote. Na macia mothe ni meherire. Leo nie ndeigua kumuturira mwathani ogoikara wega-ini wake, na urakora mundu akurite ritho ta huko kiuma irima. Uri ahonokete na ni hinga. I'm sorry for this. Forgive me. Mutavumilia tu kukana mimi. Mugugika atia? Wako ni mwageririe kunjuraga mukire muri, mutikitikire haha. Ngai aranjitikiririe ndimwaririe ri. Mureke ndimwaririe tu nigetha ndimuteithie. Nigetha tume mathina-ini maria twinamo. Mimi wakati nilikuja kujua, by the time nijue mistake nilifanya, kuacha madhabahu hapa Kenya, nikibirie Ulaya. Kurudishwa nilirudi hapa bio na kamfuko na katurosa na t-shirt. Kurudi hapa
Nikapata kichapo ya miaka 7 ya mateso, kuteseka 7 years. Na kuna mkolino mwenda wa simu, mkolino sema mkolino mwenda wa simu, mwenda wa simu, kwa sababu ni mimi nilimuita mwenda wa simu. Kama mkolino kalikuwa kamevujika kitambaa ya red, kalikuja kwa gate, kakagoga gate, kaenda. Nikakambia nike kayala ugaterere bawa kwara komagarukira nyoko narireka nyakamugwaja niokorera ngemuna ndilimuita ubwa guiye no hera hau jeheria wana hau niokomenya ndire ngui niokomenya ne Jehova wauga na kakaenda. Miaka 7 nimekula shida. Ukiona nimesimama hapa kwa hii madhabahu, unajua huyu mtu amenyoroswa vizuri. Nikiona galimwe nasikia kama naweza lipuka nikikupatia kasi alafu unakataa, because najua venye utafanywa. Ndejoe uroko hinyo na lemwe he akeherehere kiinge. Tulia, Mungu akuinue vizuri. Tulia. Mimi nilikuja na kiherehere ya wokovu. Tukaweka crusade na Don. Tukaanza tunaweka crusade, tukajenga kanisa pale Don Home. Na tukanunua machuma tukaweka, lakini kalikuwa ka center kakukunywa pombe. Because tulikuwa na kiherehere ya kutungoja wakati wa Mungu ufike. So there is 2 things: waiting for that season of God and doing the will of God. Unaweza kuwa uliambiwa utakuwa mnabii, lakini kuambiwa umekuwa mnabii, it does not mean umekuwa mnabii. Ogoja, jitayarishe, kaa, utengenezwe, uundwe mpaka ukuje kuwa mnabii. Kuna siku zitafika, utainuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikumwagilia mafuta sijakutuma kazi, niko kuamura da kuamura. Ni I have set you apart. Ndio upelekwe jikoni utengenezwe. Kumwagiliwa mafuta ni kupelekwa wapi? Jikoni, uudwe, utengenezwe. Maana hapo ndio unakaragwa vizuri. Kama uko na spirit ya bitterness, sasa hiyo ndio utakutana na kila mtu anakutusi, maanti wanakutusi, watu wote itora igima wanakutusi, kwa sababu Mungu anashughulikia nini? Bitterness. Kama wewe ni marigo, unaendaga unakanyaga hivi, Mungu atakukulisha shida mpaka uende ukaoshe watu nguo. Na katika hiyo kuoshea watu nguo unakuta mama shoshua mmoja ama antiwa huko ni HIV na ako na vidoda mwili mzima. Sasa unatolewa nguo zote, unaambiwa nini? Alafu Mungu, hao watu wanatoa huyo mama, unamuona ndio ule na nguo zake ndizo hizi unaosha na hauna glove. Hapo ndio unaita Mungu, unasema gai, na hauna pesa. Nyumba haina chakula, hata breakfast haujakunywa kwa sababu ya tumarigo. Magi, tumarigo. Chako tumarigo. Najua Magi akikuja hapa alikuwa na kanyaga hivi. Siku hizi ametulia. Siku hizi ametulia. Mimi mwenyewe ungeniambia kitu nikusikie. Ungeniambia nini? Nikiugejira. Dora waroige. Mimi uniambia nini? Lakini sasa hata katoto kakiogea kakipita pa nasema, ukugagatia. Na nikupita kanapita. Kanaenda hakaogei na mimi. Maana vile nimetengenezwa, nimefiinywa Beatrice. Kufiinywa utafiinywa vizuri. Gila maitho limacio maraite kama tige goite kama icio, goite kama maitho maiguru. Tondu macio raita ne magoko thi. Kuna tofauti ya machozi ya biguni na machozi ya wapi? Na Mungu akiona huko na migi ya dunia, kwa sababu anataka kuweka ya biguni, anakusababishia itoke yote. Utafiinywa yote, itoke. Sasa wakati utakutana na Beatrice ya kilia, unaona anakuogeleza tu, unaona machozi iko na makego, kega. Pako namuuliza, why are you so happy? Na ni machozi. Why are you so happy? Anambia, the glory of God is in me. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa sababu nilikuwa natembea na magari 12 Mercedes Benz brand new. Singekalia kari ati ya mtumba. Nilikuwa nasemaga, niwaambie venye nilikuwa nasemaga, ndigekalira gari idhurerie. That is what I used to say. Ati siwezi kalia kari imekaliwa na mtu mwingine. Nilikuwa naenda DT Dobi. Gari mpya. Iletwe gari mpya. Hizo gari zote mpya zilichomwa, ziliteketezwa.
nilijikuta nimepanga laini hapa Railways. Na unajua laini, wale watu wanajua laini yako za Railways. Ilikuwa inaenda. Alafu ukifika huko kuingia gari, unaambiwa hauingii, gari haziendi. Kwa nini? Ukiuliza unasikia wewe ndio umefanya gari zisiende. Sasa ninatoka hapo mguu mpaka Kenyatta. Kenyatta wanaenda wakitangaza kwa sababu wanaenda wakiniona nikipada. Kenyatta nikifika Kenyatta nasikia gari zote zimefungwa. Hakuna gari inaenda. Natoka hapo mguu napada mpaka Dagoretti Corner huko. Ndio kukue usiku niingie gari wasinione. Mimi mwenyewe singekalia gari ifanya nini? Nimenyambiwa. Nilitembea mguu sasa. Nilitamania kupata baiskeli inibebe nikakosa. Kuna siku nilitoka Nairobi mpaka Ngong, nikafika saa 8 usiku na kulikuwa kunanyesha. Nililipa ile mweteo yote nililipa cash. Nikafukuzwa nyumba, nikaenda kukoboa pale Matasia. Ukienda pale Matasia kuna mahali kuna kanisa ya hii watu wana Jehovah Witness. Hapo kuna nyumba ya bao iko hapo. Nilienda nikaingia hiyo kinyumba bila pesa, nikakaa huko. Nikakosa pesa ya kulipa rent. Nikaenda nikakaa, ndio mwenyewe akikuja tupambanie na yeye hapo. Nikachuna mboga za wenyewe usiku, maana sikupata pesa ya kubuka. Nilikuwa nalala Intercontinental. Na authorize nasema nipatiwe my chef to deal with me. My chef. Nilikosa kisu ya kukatakata boga za kuiba kwa shamba ya wenyewe. Nikachamusha. Nilikuwa nakula hivi na gartarura kinyeni. So when God is dealing with you, He will deal with you ruthlessly. Na ukikataa umwagiliwe mafuta hivi, waiterelio maguta, ucoke urire wira wa Ngai, uthie kundu kungi, uthie bururi ungi, wende mahali popote, wende utoroke. I'm telling you, hata ufanye nini, utafinywa na atakuzima kama kanyitira pole pole. Ukifika katikati uone urudi kwa kazi yake, atakubadoni. Lakini ukiendelea kuwa mang'aa, ati wewe ni mjuaji, wewe atakufinya pole. Na watu watakuona ukiwa very good for example of how God works. Na dakika ya mwisho utawekwa kwa mchaga. Na dunia itabaki kuwa dunia. Dunia itabaki nini? Kuwa dunia. Na maisha itaendelea. And God na ataendelea kuitwa nani? Mungu. Kwani ni watu wangapi wako hapa chini na Mungu bado anaitwa Mungu? Na bado mnalilia Mungu. Na alichukua generali mzima wa Kenya mzima. Komanda wa Kenya mzima. Sahi na alizikwa bila saduku. Na wakasema sikwa uchi. That is God for you. Na dunia ilikosa kuendelea. Sasa tuna mtu mpya wa KDF. Na wanaendelea na shift imeshift. Yes sir. Na dunia inaendelea. So it doesn't matter what kind of a person you are. Humble down. Mwambie mwenzako humble down. Ndio naona tunasameheana na ndio tunalilisi watu. Na ndio tunakuja hapa na chukua microphone tunaombea watu. Sikuombei unilipe. Sikuombei unisugumusie vizuri ama tusaidiane na wewe. Hapana, na kuombea kwa sababu Mungu ameniambia nikuombee. Otherwise na kuombea wewe ni nani kwangu? Wewe ni goe. Ndio kile hana karasi yako. I don't know you. Wewe nakujua wewe ulitoka wapi kwanza? Kodwa kwa magana kwa wewe. Huyu. You see, all of us we are here. Siwajui, and it's not in my plan to want to know you. Sitaki kujua historia yako. Nataka tu ile Mungu ameniambia wekelea huyo mkono na uwekelea unaenda. Na watu wengi sasa ndio unaonanga mimi si wale wanabii ati lazima uchije, lazima utoe, lazima ufanye ati ndio kitu ifanyike. No. God has given me a special. I'm here on a special mission. Kuna watu wanakuwaga kwa dunia hii on a special mission. My word alone. One, nikisema ukikuja as long as umetimiza venye Mungu amekutuma ukuje. You don't need my prayers. I don't need pray for you. Watu wengi wanasema ngatamaka modo sio ulitaka sadaka hii. Nada hoyaga. Sasa ukitaka wanang'ang'ana tu ati aliyokiwa kemwa. Si mimi nilikwambia ulete. Agnes, si mimi nilikwambia ulete. Ni Mungu alikwambia.
Mimi nafuatana na kitabu cha Deuteronomy 28 verse 1 and 2. If you obey the word of God diligently and faithfully, these blessings shall follow you. So as long as you obey, Mungu alikwambia peleka 50,000, peleka 10,000, peleka 1,000, peleka 100. Kuna mtu anaambia go peleka 10 bob. Hapa, wekelea hapa. Wewe wekelea na uende. Huhitaji mimi. That's enough. Kuongea na mimi it's enough. Kukusalimia na wewe mwega utapona. Hivyo tu. That is how I am. Si mimi hata hiyo story, hata hiyo mambo mingi inafikaka katikati inapotea. Ati baba, ninakuomba ramashanda kata reka motototo. Hapana. No, I am called not like your pastor, your former pastor. I'm called differently. Nikikwambia umebarikiwa, nenda, just go. Uliza mama pale, atakwambia. Huyu walikuwa nataka tuongee mauogo, tupage mauogo. Nikamwambia wewe kwenda nyumbani, enda utulie, tupaga. Wewe Mungu atapaga. Ako wapi? Ako mahali fulani, Mungu atampaga. Sasa huyu na yeye, na hata alikuwa ameandika foolscap ngapi? 3. Venye tutapaga uogo. Mwenye kupagiwa aende aongee uogo hakuongea. Mwenye hajawahi ongea mtu wako na alikuwa miezi 3. Mtu wa miezi 3 ndiye aliongea. Huyo mungepaga na yeye uogo namna gani? Mtoto wa miezi 3 akaongea. Mwenye alikuwa anafundishwa venye ataongea uogo alinyamazishwa na mtu wa miezi ngapi? Hata yeye alistuka kakiona kakiongea, na kutoka hapo maisha ikabadilika. Because of the word of God. The word of God is enough. Be blessed is enough for you. Nikikwambia be blessed is enough for you. Wait for that season. Once I say blessed, be blessed. Now go sit down. Wait for the blessings to come. Don't try to rush. Ati kumarira twahoire maundu matire maroka wega. Tuhoyete riu mieri 3 ni yathi guthira na maundu matire maroka wega. Reke ngwire, you don't plan for God. Me is to release the blessing upon you. Leave the rest to God. He will do it at his appointed time. Say, my God shall provide. My God is a provider. My God always has never failed me. And my God will always never fail you, because you are a child of the Most High. Bwana Yesu asifiwe sana. On 31st December niliwaambia Kenya tutaingia mahali pa near rapture. Si niliwaambia kutakuwa kubaya. Nikaambia muombe sana. Nataka uniambie rapture ni nini? What's rapture according to you? Wale wamesoma sana walokole. Rapture. We are here the word rapture. What's rapture? Una imagine what it could be a rapture? Kulingana na description. Ni maneno itatokea. Kibunga kimaneno na vitu vitatokea mpaka unashangaa. Hebu piga picha ya watu wa Mai Mahiu. Saa 8 usiku. Bibi anakuambia ninasikia sauti huko nje. Na yeye kwa sababu ni mzee unachomoka na paga. Kuchomoka tu na paga unasikia maji imekubeba shwi. Kuenda hivi unasikia nyumba nayo imebebwa. Sasa unaangalia nyumba yako ikienda hivi, wewe ukienda hivi, unaangalia mke wako ndio ule, tu vitoto wako ndio vile, unaona mbuzi zako zikienda, ng'ombe zako zikienda. Yaani kila kitu you cannot be able to control. Hiyo ndio rapture. I may not be qualified to be your pastor, but for this time I am your pastor. Naweza kosa kuongea, ile tangi naweza kuongea nazo ni Kisii na Kikaba. Na utasikia tu, kwa hivyo hautahitaji interpreter, utasikia venye nimesema. So I may not qualify to be that good pastor, that good orator, mwenye anajua kuongea maneno mingi, lakini neno ile moja niko nayo kwa mdomo yangu ina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nina uwezo wa kufuga maisha yako kabisa. Kabisa ni kuroko. Au tu wewe utile kodoradi. Na nimemaliza na nimeenda, na hivyo ndivyo kutakuwa. Hivyo najua kubariki hata Qurani na. Kwa hivyo all these are given to us. They are given to us so that we can become a generation that can be a blessing to others. These are given to us so that we can make a difference. This church kama tungekuwa ni kanisa, tungeingia hapa kwa Wajiro, tungeingia hapa kwa Fibo ya Musa iko pale, tungeingia pale kwa Shakaina kwa kina Magi kule alikuwa, tungeingia hapo kwa Magi Karioki, tungeenda hapo chini kuna Wakorino wako hapo chini, tungejoin hao.
Hata hawa tukiwaambia huko Dadora ni mwikira wako au Taring, tukienda huko Taring na tuiwajoin na tukae huko. But God told us come and raise an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliniambia nikuje niinue madhabahu. Hakuniambia nifungue kanisa. Aliniambia niinue nini? Madhabahu. Ndio watu wapate kufunguliwa kutoka kwa madhabahu gani? Maana this is an international altar. A well. Mahali kila mtu dunia mzima watakuja kukunywa maji hapa. Hii mwaka haitaisha kabla hujaona wazungu wamejaa hapa. Niliwaambia hivyo. Mtawaona hapa, na wakikuja watakuja na kiberebere yao ya wazungu, lakini wakifika hapa wataondoka wakisema I have seen God. I have never seen God. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, when we say that my Lord shall provide, let us look at the Genesis 26. Somebody there. That God supplies because he got a promise to fulfill. That is why God will make a surprise. There was famine in the land beside first famine that was in the days of Abraham and in the days of Isaac, when to Abimelech, the king of Philistine. Angalia sasa, there was a famine that went 3 generations. The day of Abraham, the day of Isaac, and the day of Abimelech. Those are 3 generational famine. The problem ambao unaipitia ilikuwa na anko yako, ilikuwa na shosho wenu, na ilikuwa na shosho wa shosho. Now, there was famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Abimelech, king of Philistine, in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land the land of which I shall tell you. It is not what you choose. It is not what you want to become. It is what God wants you to become, because there is a promise behind what God wants you to become. Then the Lord appeared to him and said, do not go to the land of Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Next, please. Dwell in this land, and I will be with you, and bless you. For to you and your descendants I give all this land. I will perform the oath which I swore to Abraham. That's where my point is. That there is a swearing. There is a promise that God has with you, has with a generation that you come from. A generation, your descendants. Because he says, you will dwell in this land. Dwell here. Do not go. And God said, I will show you where to live. Mimi mwenyewe ndio nitakuonyesha mahali utakaa. Kwa hivyo hakuna kuondoka. Huko utakaa, maana nitakubariki ukiwa huko. Hapo ndio maana Mungu amekuleta kwenye nyumba hii. Sio wewe ulitaka kukuja, lakini Mungu alikuwa na mipango ndio aweze kukubariki. Akamwambia Isaka, rudi usiende Egypt. Ulikuwa na mipango ya kuenda kwingine, lakini Mungu, because he has a promise that he swore to Abraham, he had to make this man come back to the promised land. God is a God that works in promises. Mungu mikataba yake si ukuje ubadilishe. Alimwambia Abraham, your generation will forever remain blessed. Generation yako itaishi kuwa ya kubarikiwa. Watoto wako, watoto wa watoto, na watoto wa watoto wa watoto, na watoto wa watoto wa watoto wa watoto watabarikiwa kutokana na baraka ambayo nimeachilia. So you need only one grandfather who is carrying a blessing for you to be blessed. You need one grandfather who is carrying a curse in your family for an entire family to be cursed. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia Isaka, hauendi, maana I'm going to bless you, not because you are important, not because you are special, not because you are Isaac, but because there is a promise. Kuna promise, kuna maagano mimi na babu yenu anaitwa Abraham. There is a promise. God is a promise keeper, and he said, I'm going to maintain the promise. What is the promise do you have with God? What is the promise that your family has with God? What is the promise that your
what people have with God. Me, I know God had a promise with me. He promised me if I follow diligently and live according to his will, he will make me a very important person in this nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Am I not important now? Zamani silikuwa nasema huwezi kukutana na mtu amogeke. Na sasa hii unaliaga nikikwambia hakuna appointment. Analiaga kwa simu, oh yeah, man of God, kaiko heteirie. Lakini kuna simu alikuwa anaita shetani. Tikana gomeo. Na hata anazima simu, anazima stima, TV, asiendelee kuona hiyo shetani wakati nimeleta nikipelekwa kamiti. Na sasa kama takimuhura maridadi na kuwa kuwe. But there is a promise God had over my life that things will change. He will use me to preach to people. He will use me to turn around generation. He will use me to raise up a generation that will conquer. Because he has materials to supply. The materials were created in the days of Abraham. When Abraham alikuwa anabarikiwa, alipatiwa na materials a generation. Maana aliambiwa, I swear to you, your generation will forever be blessed. Your generation will forever be successful. Your generation, nobody will fight it. Then all this God had said about Abraham, to Abraham, they were given to Abraham and they kept into the locker. The locker ya nini? Ya generation zake. Mkwekla generation, kila familia iko na locker kule binguni. The locker written Kenyajui family. The locker written this Kenodia family. The locker written Mwandeki family. All these lockers are there. And everything that you require as a family, it is there. If your great-grandfather chose to be a devil worshipper, a locker is there containing your names. That is why you will struggle day after day. Unakuta wewe uko na ugonjwa, baba yako ni mgonjwa, mama yako ni mgonjwa, kila mtu kwenu ni wagonjwa. Kwa nini? Because kuna a locker that contains the problem you are facing. Until you are able to understand which loka yetu ni gani kama familia. Don't deal this problem as an individual. Don't look at this problem as you. Look at it from the background where you come from your family, from your generation. The Bible in the book of Ezekiel says that tell Jerusalem her abomination. It was talking to Jerusalem, telling Jerusalem this is the problem endeavoring you. Hii ndio shida ambayo nyinyi familia mnapokea. Hii familia yenu inateseka because of the land and your origin is from the land of Canaan, and your father was an Amorite, your mother is a Hittite. Therefore this combination ndio inafanya hii shida itokee kwenu. Naye mahali popote Isaac alienda akisimama tu baba yake anasimama. Angalia mpaka mauogo ya baba yake alibeba. Alienda na mwanamke kwa Abimeleku akadanganya na this is my sister. The same mistake that his father did. Because they are carrying a lineage. Kuna lineage in your family that you cannot be able to escape it until you deal with it. There is a bloodline in your family. You cannot be able to escape it until you deal with it. You cannot evade that which is in your family. Wacha na hiyo kiokoko yako. Tena miokoka. Miokoka na huko hapa you are struggling. Mtu unasema I'm not struggling. Now you are suffering for 10 years sick. Unasema I'm not struggling. What are you? Wewe umefukiwa nyumba unakuja kutuambia hapa you are not struggling. Hii ujika ya Ukristo, mjika mwingi ya kukosa kujielewa. Isaac alikuwa anataka kuenda Egypt kwenda kutafuta chakula. Kumbuka 3 generation. Wakati wa Abrahamu kulikuwa na kiangazi, wakati wa Isaac kulikuwa na kiangazi, wakati wa Abimeleku kulikuwa na kiangazi. But God told him, you are not going to Egypt. Utaenda kukaa huko mahali na kutuma. Utaenda kule alitumwa. It was a desert. It was a place where you cannot harvest. You can place ambao hauwezi kulima. Lakini God sent back him. Why? Because he had a promise. God does not respect man. He respects the promise, his word. The word he talked. Maneno ambayo Mungu aliyasema kwako. Those are the word that he will come to fulfill, to respect, not you. Wewe ni kamonyogoro tu kadogo sana. Isaac was not blessed because Isaac was good. He was blessed because there is a swearing between God and Abraham. Kuna kiapo kati ya Mungu na Abrahamu.
Hiyo ndio ilifanya Yakobo alibarikiwa. Wakati Yakobo alikuwa na matatizo na shida nyingi, wakati alitorokea brother yake akaenda kwa baba yake, kwa uncle Laban, kurudi nyumbani akiwa katika njiani akakwambiwa na the same God that spoke to Isaac, akamwambia urudi mahali wakati ulikosana na brother yako, urudi mpaka mahali hapo. And God changed Jacob. He renewed him. Why? Because of the covenant he had with the grandfather. Na wakati alirudi akabadilishwa jina, ikaitwa Israel. Na kutoka hapo akamtumwa akaenda mpaka Bethel. Alipofika Bethel akaambiwa lala sasa. Alipolala bingu ikafunguka. Why? Because he is carrying a new name. For the new name was meant to bring a blessing, to attract, to trigger the blessing of the grandfather. So the main aim of mtu anaitwa Jacob kubadilishwa jina, alikuwa anabadilishwa jina ndio atrigger the blessings of the grandfather, because there is a swearing. Kuna kiapo, na kiapo lazima kitimike, na kiapo huwa kinafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiapo kinafanya nini? Kinafunga. Sisi wa Mungiki tulikuwa tunakula kiapo, na hiyo kiapo nilifuatilia nikakuta mama yangu alikuwa amekula kiapo, nikafuatilia guka yangu Warwenge alikuwa amekula kiapo. Kwa hivyo kiapo ambacho kilikuwa kinafanya kazi si kiapo changu, ni kiapo cha my grandfather. So kile kilinifunga maisha yangu, kilifunga nani? Aliyenifunga maisha yangu ni my grandfather. Mateso ambayo nimepitia kwenda jela mara 52 ni my grandfather. Mateso ambayo nimepata ya kupigwa marisasi ni my grandfather. Mateso ya kukaa na kupata na depression ya miaka 7 ni my grandfather. So who can I blame? Can I blame you because you are my wife? Ate tigadanyi tanirene oyo na kwa makoro mena maudu moru. Tigadanyi tinenye dare kuma danyi tena mudu mukocio niguo mathina makwa mambire. Gutire ni kihumo giakwa nikyo giatumire tunyitane nawe. My source ndio ilinipeleka, maana I am operating on a generational curse. When you are operating on a generational curse, you will be attracted to curses. You can never be attracted to blessings until you are able to realize the problem. Ndio ukate that generation, ndio uingie kwa another generation. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wazungu walikuja, walitupatia maneno majina yao. Why? It is not that they wanted us, but they wanted you to subscribe to their altars. A name given to you, Rhoda, is a name that is associated na wao na their altar, because that is their original names. Wewe jina yako ni ya Kikuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nakuta tuko na matatizo. Mimi naitwa Hezekia. I don't know who Hezekia was. Ni Biblia tu nimesoma juzi nikasikia alikuwa nabii, na of course mimi ni nabii. Simu nisaidie mniombee nikuwe na sarakazi kama hizo. At least mchagamukage kidogo. Watu wako na vituko. So being attracted to a wrong man. Na ndio naambia gawa nyinyi mnakuja hapa kwa Toro Dakad hadi Sam. Understand me. Wacha kukuja hapa unakaa hapo unategea tu kama getutura. Unakaa tu unategea. Waitelea ya. Unasikia ni watu nafugua. Unasikia nafugua kina Selina, ninafugua kina Priscilla, ninafugua kina nani, akina Wagari, nafugua kina nani, akina meta watia. Ni game digeli dikanode. Na unang'ang'ana kukuja, ndio wewe uliende kile tumaje hore asio. Sasa wewe ndio utakuwa, what will you? Wewe ndio mkubwa kuliko hao. Hao hata wamezaa na mimi. Tuko na damu moja. Na wewe hata wote tamayo ngoja tulela wako hika. Kwao. Bebe wewe ndio modhuri wa miaka 40 vote kwa dina hiyo. Ai miaka yote ikale datale mutumia. Wewe wote kama mutumia. Wewe urejiro kwa lereko. Miaka yote ndina no mutumia ndagite. Bibi sasa hiyo nakuja ukira gonie niguo wendaga ngonyite. Ikiria guoko ha. Sasa angalia mama kama huyo mwenye amezeeka na mimi mwenye nimezeeka,
hadi sasa tumepata. Na sijiulisi kwa kimya yothe ri waregirwo ni athu ni arumeniki na niĩ mĩaka yothe ri ndagetwo ni akaniki. Simple calculation. Simple. Wacha kujiekelea kitu ambayo wewe mwenyewe, watu wengine wao wote unafikiria wewe ndio umekuwa na macho peke yako ya kuniona. Wewe tu ndio uko na macho, wengine wote walikuwa vitumumu. Sasa wewe ndio vitumumu, wewe ndio umeniona. Na mimi wanaume wote wewe walikuwa kuoni, mimi ndio nimekuona leo. Na hata unakuta najifanya hivi. Niolia niko kinyaka rethi ya wendo. Kana ti wendo itu. Ucoke ruguke, uthondeke ruwe nwe mutumia mwega gukira acio. Wenda gutitheka gutiarika magi. Gutiarika mundu kega raini-ini iyo. Ati ukeri wikire hau ati my husband, the father of my children. Kwani wengine the father nilikuwa father of Matonyausi. And act to understand. Baraka za Isaka hazikuja kwa sababu ya Isaka, lakini Mungu alikuwa na promise na mtu anaitwa Abraham. Akaswear akamwambia, your generation forever itakuwa blessed. Hakuna siku mtakutana na maadui wawashinde. Hakuna siku utalima ukakosa. Hakuna siku utaenda mahali ukakosa kufaulu. Anywhere you go, mahali utakanyagisha miguu utamiliki. Why? Abraham alitii Mungu, akatoa dhabihu. Aliambia na Mungu, give me your son, the only son that you have. And that one marked is Abraham akawekwa mark that forever I mark you with a mark of blessings. Na kuna wengine wetu ambao tuko na mark ya laana. Hapo tunataka uanivei ujue, why is this not man blessed? Why is this not woman blessed? There is a mark in you. There is a mark in your face ambayo ina dictate your life. Na ndio unaona shetani anakuja kutuweka nini? 666, a mark to dictate how they will rule you forever. So when you have a generational mark of blessing, hata watoto wako, hata uzalie ndani ya choo, hata uzalie ndani ya mkuru kwa Ruben, your children will forever be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what now God is coming to connect you. You who has been carrying curses. When I discovered the problem ambazo nilikuwa nikiendelea nazo, nilienda kwa Harrison na nikamwambia this is a problem. Tukakaa tukaomba na yeye akaconfirm, akaona kweli the problem, akaniambia sasa inua dhabihu. Nikainua dhabihu. What I'm trying to tell you is that God only provides supplies for your needs. He told Isaac, usiende, where you go, mahali nimekutuma, where hapo nimekutuma, wende, maana I will provide for you. It is a promise of God to Isaac. Now there was famine in the land besides the former famine that was in the days of Abraham and Isaac, and went to Gerar. Abimelech, king of Philistine, and the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Dwell in the land which I shall tell you. Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you. For to you, and to your offspring, I will give all this land. For to you. And na ukumbuke si land Isaac anajua. It is not a land that Isaac knows. He was told to go to the land he will be shown. So if you are patient to wait for God's command, he will show you what next. What is the next move? Once I come and we pray together, don't harass God. Just go and sit down and wait. He told Jehoshaphat, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. Just sit down. Go wait for me. I am going to do something that you've never done. I am never going to do something you've never witnessed. He told Isaac, sojourn to this land that I'm going to show you. Not the land that he had shown him. Sojourn to this land I am going to show you. And in this land I will give it forever to your generation. Remember, this land was being occupied by the Philistines. Now ilikuwa na mwadhamaki anaitwa Abimelech. So when he went there, he went and was told by God, nenda ulime in the desert. Imagine God akakwambia in the desert, when the ulime, there was nothing to show. Haya.
that rain can come. There was nothing. Na akaenda, watu wakamwangalia, wakaona mjinga, wakaangalia, wanamwangalia Isaka, wanamuuliza, wewe mtu umeteko? Wewe umetedo doli wa kiongo. Can you imagine where there is no rain for 3 generations? Alafu unakuja na kiberebere, unasema nakuja kulima. He came. Mungu akamwambia, kaa hapo, ulime hapa. I am going to make you prosper, and the land that you utalima, I will turn it to be yours and to your generation. Every person that you come from you will inherit this land, because God is a provider of the supplies. It doesn't matter whether you don't have. Usianza kusema leo ule toma togo, it is not your problem. Atunasema tukalime wapi na hakuna shamba. That is not your problem. Nyinyi mumekaa hapa, as long as you are faithful to God, mutafungua na usifanye hesabu. Just go and do hesabu. Unataka kazi ya kuuza nini? Unataka kazi ya kuuza mchanga. What is the capital that you need? 200,000. 200,000. Go next week. Utakutana na mtu mwenye anataka supply, na umuitishe, umwambie nipatie deposit. Uoperate na hiyo deposit. Next week. Isaac, he was told, aliambiwa asiende, akarudi mahali panaitwa Gerar. Aliporudishwa pale panaitwa Gerar. Gerar ilikuwa na kiangazi ya generation 3, wakati wa Isaac na wakati wa Abraham na wakati wa Abimeleki. Kulikuwa na shida. Yani wakati wa Moi, wakati wa Kibaki na wakati wa Uhuru kulikuwa na kiangazi, lakini akaambiwa nenda huko, nitakubarikia huko. Na huyo jamaa akalima, and the Bible says, and the man harvested, he had abundance, akavuna mavuno mengi, na akakuwa, he was not rich. He was not what? Rich. He was what? Wealthy. There is a difference between being rich and being what? Wealthy. Being rich ni wewe unaonekana uko na vitu vingi na ni zote ni za equity, ni kama una equity. That's being rich. Unaonekana uko na magari, uko na Mercedes, uko na nyumba kubwa, lakini ni wewe na KCB. But when you have wealth, it is when you have invested that even the children of your children of your children will get the investment. Hiyo sasa ndio utajiri. Angalia mtu anaitwa Jakobo. Jakobo alienda kwa Labani, akafanya kazi, yani wakati aliingia kwa Labani, tubusi tulianza kuzaa tuwili. Kuingia tu awekana kwa Jakobo haumako. Akilia igwa shako ya gaba ile. Yani tubusi tulianza kuzaa tuwili. Haja tuguza. Ng'ombe ndio hiyo kazaa bilibili. Kufika tu huko because of the star ambayo alikuwa ameibeba. This star is a powerful thing. Lakini kumbuka, baada ya kufanya kazi hiyo yote, aliitishwa 7 years kwenda kuchukua msichana na mzee, uko na kichwa mzuri, fanya miaka ingine 7. Akafanya miaka ingine 7. Kwenda kutoka, akaambiwa kaa miaka ingine 7. 21 years serving, and you got the star. Na kila mazao yote inazaa ni yako, but you cannot be able to carry. That is what we are facing. That is the problem we are facing. But when you understand that God is a God that supplies, He will supply to you. Bwana Yesu asifiwe sana. This God will supply and give you in plenty and make you succeed where you have never succeeded. Every boundary, every pothole, and every wall that was created against your life, it has been broken in the mighty name of Jesus Christ. Utanawiri na utasucceed. Usikuwe tu wewe ni kazi yako, ukiandikwa kazi, kama kuna brother akiandikwa kazi na kusimamiaga kazi, magari zinaongezeka. Anafanya kazi ya transport, magari zinaongezeka mpaka unasikia tajiri akisema ni kama modulio yoka huko maudo mapane magerire. Sasa unamwambia kuja tununue gari, unamnunulia gari, chukua gari, miezi 6 hiyo gari utaikuta miguu imekaa hivi. Sasa unashindwa, sasa mwenyewe anazitunza mpaka ni mpya. Unaona gari ni KZA lakini ni mpya, yake ni KD, imekelewa mahali. Kwa nini? Because kuna kitu ilinyang'anywa kutoka kwako, haiwezi kuzalisha ukiwa nayo. Na watu wengi tuko hivyo.
Kuna vitu ambavyo tuko niziti. Ukiingia tu kwa kazi, duka ya mtu unamfanyia kazi, unaona duka inaanza kukua. Ati ni gikunyita wera ni ni gwoko kwa gociarithia gwoko kwa gociarithia na gutiracarithia gwaku ndabyo menye we mugoroki jo we ni mwenda wa simu ati na gwoko kwa gociarithia ciene no cia kwitithiaraga. Isaac alibarikiwa kwa sababu ya baraka za kuka yake za baba yake. Na ukiangalia Isaac akazaa Yakobo, baraka hizo zikaenda kwa Yakobo. Na ukiangalia Yakobo, teremuka, unakuta Daudi, naye baraka ni hiyo tu inakuja ya utawala ya udhamaki. Bwana Yesu asifiwe. Because they are originals. But when you fake because you want to be like me, you